Bwana Yesu asifiwe, na salamu hii ni kwa watu wote. Leo ni siku nyingine, ni neema ya Mungu na uweza wake, tofauti kabisa na fikra zetu, ya kwamba ni nguvu zetu, akili zetu na pengine afya tulizo nazo. Huo ni uongo. Ninasoma Biblia, nasoma neno la Mungu. Leo hii ninamshukuru Mungu, kuna mafunuo kwa siku ya leo amenipa, japo kwa wengine naweza kawa tofauti, wanaweza wakaweka maswali, wanaweza wakaweka vikwazo, lakini ni sawa. Ila kwa wengine ni faida, ni mafundisho. Mtu anaweza akachukua, mtu atachukua afanyie kazi, mwingine atachukua impigishe hatua katika safari hii ambayo wote tuko njiani tunasonga. Bwana Yesu alifunga siku 40 bila kula wala kunywa kitu chochote. Alifunga siku 40 bila kula wala kunywa kitu chochote. Ila yani ni siku 40, lakini baada ya siku 40 mjaribu akaja, shetani alikuja na maswali matatu tu. Yani japokuwa Kristo aliteseka katika siku zote hizo 40, aliteseka kiubinadamu, kwa mwili wa ubinadamu, lakini mjaribu alikuja tu na maswali matatu. Ni kwa nini ni matatu? Kwa nini yawe maswali matatu? Siku 40 kwa maswali matatu, tena mafupi. Lakini nilipokuja kujiuliza swali hilo, Roho akanifunulia mengi sana, akanifunulia mengi, na katika hayo nimeona niseme mafunuo anayonijalia kuyasema, na mengine tutaendelea kufundishana mbeleni, Mungu akitujalia uzima. Iko hivi, mjaribu alikuja na maswali matatu. Swali la kwanza ni pale alipomjaribu kwa kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili liwe mkate. Maana yake hilo ni swali la jaribu la njaa au uhitaji. Maana yake Kristo, tunaona neno lasema, njaa ilipomjia, njaa aliposhikwa na njaa, basi mjaribu akamjia. Yani alikuwa ana time muda maalum wa kwenda, muda maalum ambao anajua kabisa akimwendea mwanadamu katika hali ile alionayo, basi atampata aruki. Ndo maana akasubiri wakati ambao anajua kabisa, yes, hapa ndio nawapatia 90%, hapa ndio nawapatia katika 100, hapa ndipo nawapatia binadamu katika 90% nawapata, katika 95% nawapata katika wakati kama huu, katika hali kama hii, wafikapo katika hali kama hii. Basi akamwendea, ikiwa ndio mwana wa Mungu, basi geuza jiwe hili liwe mkate. Maana yake majaribu, maana yake katika maswali matatu tunaona kwamba ni maswali matatu yanatupa kuona kwamba majaribu ni mengi, lakini yanapita katika milango mikuu mitatu. Yanapita katika milango mikuu mitatu. Mlango wa kwanza ndio lile jaribu la kwanza, ikiwa ndio mwana wa Mungu, geuza jiwe hili liwe mkate. Maana yake ni mlango
njaa au uhitaji katika maisha ya binadamu, katika maisha yetu. Mlango wa jaribu, mlango mmoja ambao ni mkuu kati ya milango mitatu ya majaribu ni mlango wa njaa au uhitaji. Shetani hutupata pale kwenye njaa, kiu ya maji, njaa ya chakula au uhitaji wa chochote unachokihitaji. Hapo anaona njia ya kuja kukujaribu kupitia hiyo njaa yako au uhitaji wako.